nyama yetu iko tayari. Nyama iko tayari mtazamaji sasa. Sasa hapa unaona. Ukiangalia mambo iko sawa. Hebu kwanza mtangazaji uonje kipande sio vipande vingi sababu kimoja kisikuchome hapo. Si. Haya. Nyama iko tayari. Tamu hivi. Tamu. Sasa tutaweka hapa hivi nyama yetu. Tamu ishaiva tayari. Ndio hiyo hapo. Jamani tamu. Tamu sana. Sasa baada ya kumaliza hii. Naam. Ukaweka hizi ambazo huwa umetuambia zinaitwa rosemary. Naam. Ukaziweka juu baada ya kumaliza. Ndio Baadaye sasa sasa hizi zinaandaliwa vipi sasa? Subiri bado. Bado. Manake test yenyewe ina utamu kabisa. Nakwambia mtazamaji, kama hali ilivyo ni kwamba mambo tayari shakuwa. Sasa tunaenda kuongezea hii maneno inaitwa nini sasa hizi? Hii inaitwa sesame seed ama simsim. Unaweka tu kwa juu hivi. Kwa juu tu hivi. Ndio maana unaona mikate mingi inakuanga na hii simsim sana. Unawekelea tu juu hivyo tu. Kawaida tayari mambo iko sawa. Kama unavyoona mtazamaji, mambo iko tayari. Alafu hii tunaita dressing. Sio ile ya kuvaa nguo. Hapana. Hii ni ile unamwagilia tu hii mzeituni, mafuta ya mzeituni. Kidogo tu hivi. Sababu hii inaruhusiwa, inatengeneza ngozi yako, pia yale mafuta yako ndani ya moyo wako. Inside your heart ile iko pembezoni hii najaribu kuyeyusha hayo mafuta. Mafuta muhimu sana. Sasa jamani watazamaji, nyama yetu iko tayari. Na mambo tayari ndo haya kabisa. Sasa mtazamaji, kama unavyoona ni kwamba hali halisi ndo chakula hichi hapa. Chakula ndo hichi hapa ambacho tushaandaliwa na mpishi wetu, ambapo hapa ndi upishi nyumbani mtazamaji. Dakika chache ambazo zimechukua ni kama dakika 40 tu ambazo tumechukua hapa, na kiasi cha haja ni kwamba tayari chakula chetu kimeiva. Nyama ya nguruwe tayari ipo tayari. Ametuelezea jinsi ya kupika. Labda tuguzie jinsi tulivyoanza, ambapo mwenye labda hatukuanza na yeye aweze kuelewa jinsi tulivyoanza mpaka tumefikia hapa. Okay, kwanza ni kwamba ukitaka kununua nyama ya nguruwe, ukitaka kupika nyama ya nguruwe, uwe na rosemary. Rosemary inapatikana popote, inapandwa kama maua. Na umuhimu wake ni kwamba ina update brain. Au usahau. Kuna kitu tunaita ginger ama tangawizi. Alafu kuna ingine tumetumia hapa inaitwa garlic. Kama kitunguu saumu. Tuko na hapa na red capsicum na yellow capsicum. Utaweza nunua red ama yellow moja avyo tu. Alafu kuna hii sesame seed, nimewambia ni muhimu sana kwa mwili yetu. Kwa sababu kama wale watu wanataka kuslimu hivi ni vizuri watumie hiyo na kitunguu saumu. Na hiki na hii capsicum utaweza kula mbichi. Mbichi ina virutubisho. Pia wale watu wana slim pia wanataka wawe, lakini si kama wewe. Si kama mimi. Hapana. Na wale kama mimi. Sasa unabidi ule mafuta zaidi ya hapo. Alafu kisha weka hizo vitu. Kuna hii kitu inatoka ni shilingi 50 tu. Shilingi 50. Kila popote. So hii ina manufaa gani sasa? Hii unatumia kwa kugrate hivi. Ukifanya hivi tangawizi na ginger. Lakini ugrate hii unatoanga hivi moja. So kitoa hapo hivi, hii mafuta unatumia mafuta kidogo tu, kama vijiko vitatu hivi. Vitatu kidogo tunapima kwa macho. Kama kiasi kikubwa kama hiki. Ndio, kidogo tu. Alafu unachukua kitunguu maji, unakatakata hapa. Ukisha kaweka hapo, usiweke kitu ginger na garlic. Hiyo inakuamilia kwenye pani ama kwenye sufuria. So inaungua haraka. Unaweka kitunguu maji, red onion kwanza. Ikakaribia kuiva, ndio unaweka tangawizi na kitunguu na tangawizi na ginger. Ginger ndio tangawizi na garlic. Kitunguu saumu. So unavikaanga. Ukishaiva unaweka nyama yako hapo ya nguruwe. Ukishaona zimeturn brown hivyo unaweka sasa hii. Unaikatakata unaweka hapo ndani kwa sababu
isiungue sana, isive sana, virutubisho vitoweke. Unageuza na usiweke chumvi. Unapokuwa inaelekea kuiva unaonja. Kama itatosha ndio unaweka chumvi, sababu hii dark soy sauce hii ya kumarinate ina chumvi nyingi pia. Ina chumvi, so utazafanya makosa uweke hii na uweke chumvi nyingi, chakula kikuliki tena. Inahusika, so ndio hivyo, kazi yake ni kumarinate, ifanye nyama ikuwe soft na ladha pia. Otherwise mambo ya kupika hivi chakula kama hiki na kwa kizuri hatutumii hivi vitu mingi sana. Sasa baada tumepika tumemaliza, mtazamaji, tunataka tuambie kwamba tunaweza serve na hichi chakula na kitu gani? Labda tumeshamaliza, je, tunaweza serve na utasafu na chakula tunaita mokimo. Utasafu na ugali ama smash potato. Smash potato unachukua tu viazi unavichonga na vimenya vizuri, unavichemsha, unaviponda bonda, unatumia blue band na maziwa. Usiweke maji na blue band una smash, unazikoroga, unazipiga alafu utazaweka kwa chombo fulani ili itoke vizuri. Unachukua olive oil unapaka kwa juu, kwa ndani hivi, pembezoni hivi, unaweka hapo, alafu nafikiri muda mwingine kipindi kichacho tutatengeneza hilo swala ama chips. Ndio. So kwa hivyo chips tunaweza kula na nyama ya nguruwe. Hii kitoweo. Jamani, ni tamu mtazamaji kabisa, nakwambia hapa iweje jamani. Itakuwa ni jambo nzuri sana mtazamaji ukizidi kutufuatilia sana kupitia runinga EBN, maana tuko na mengi kuweza kuonyesha hapa kuhusiana na upishi nyumbani, tukiwa naye Francis Mwita ambaye amepata nafasi hii kupitia wakala wa Farmers Choice kutuzungumzia kupitia nafasi hii, ambapo tulikuwa na show kubwa ya kuhusiana na utengenezaji na pia kupika vitu kadhaa na mambo kadhaa ambayo tutakuwa tukizungumzia. Wiki kesho tutakuwa tupo hapa kuzungumzia mengi. Usiende mbali mtazamaji. Labda la mwisho zaidi ni kuuliza, labda kuna mtazamaji angependa kuulizia swali 2 3 hivi 4, licha ya kwamba tumetumia hizi vitu zote, labda yeye anauliza mbona tusitumie nyanya? Nyanya kwanza, nyanya na maji. Unaona tu vile tumepika hiyo nyama ya nguruwe, umeniambia, umeniuliza maji yametoka wapi? Hiyo maji nyama ina maji yake, ina content ya maji fulani, na ukiweka nyanya itakuwa ni wet sana, itaongeza maji mengi sana, na itachukua muda kuiva zaidi. Hii ni kitambulisho tu, nikwambie wale watazamaji wanavyotuangalia saa hizi, usichemshe nyama ya nguruwe, especially nyama inatoka Farmers Choice. Usichemshe, ni nyama nguruwe inalishwa kwa ubora, kwa ufasaha, na unaona hata nyama yake imeiva chini ya muda dakika 20. Very soft na ni tamu zaidi, unasikia vile inavyovutia. Inavutia kabisa. Mtazamaji, manake hapa pia na mimi nimemezea mate, manake nipo karibu kufunga, manake muda umetupa kisogo kwa sasa. Labda tukimalizia zaidi ni kwamba mengi tunakuletea mahali popote ambapo ulipo mtazamaji, hadi nyumbani kwako, kwa kuweza kukuelezea jinsi ya kupika nyama ya nguruwe na mambo kadhalika. Tutakuwa tukiguzia mambo na kupika nyama ya ng'ombe, pia upishi wa mchele ama wali, sausage na vitu vingi mtazamaji. Fahamu sana. Hiyo itakuja kipindi kichacho. Tuwafunze vile kupika hii sausage. Kupika sausage na vitu vingi sana mtazamaji. Usiende mbali mtazamaji. Tukutane hapa masaa kama haya, tutakuwa tukizungumzia masuala mengi kuhusiana na upishi, na kama una swali utakuwa ukituma kupitia ujumbe wetu ama nambari yetu ya SMS, ama unaweza tufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, manake tupo live hapa ili tuweze kukupea nafasi ya kujua na kutambua recipe muhimu ya kutengeneza bidhaa mbalimbali na chakula mbalimbali hapo nyumbani kwako. Runinga EBN tumekufikishia haya hapo nyumbani kwako, unapokaa, unapotulia, unajifunza mengi. Pika na sisi ni nyinyi. Karibu tena sana muda mwingine kama huu. Asante sana.